Bethel Clouds TV, empowering lives.
God of ours is great, and there is none like all the other gods. It's a declaration today The works of men, of God, silver, you are the most high God. there's none. There is none like you. All the other gods All the other that gods, glorify men are you are just the works of men, but this God of and you ours, are the most high God. there's none. There is none like We you. declare once again, All oh, the other gods, working people, you are the works they of are just men, mere gods, but this and you God, are the most high God. there's none. There is none like you. Jehovah, You are the most high. He's the Lord of Lords. You are the most high God. Jehovah, You are the most high. and yes, you You are are. the most high You God. rule You forever. are the most high. Your kingdom is everlasting. You are the most high God. Jehovah,
we thank you, we give you honor and glory. We worship you this afternoon. I seek, Father, to guide me, prosper me, and make me understand as I teach your children, Father. Let me only teach your words, teach what you've taught me to come and teach them. Use me as a vessel, Father, so that I can be able to reach to your children the way you want. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Thank you. I want to take some few minutes from you. Thank you, worship team. It has been hilarious and good. I don't know, those who make the arrangements, I don't know why is it taking you too difficult? How is it so difficult for you to see and do what I normally do? No, I normally tell you to put the seats here. Si ni kweli? Lakini mmekaa mangatu, hamutaki kunisikia. On Sunday we had a very good topic. Huh? What was the topic for those people who were in church? Yeah? What was the topic? Tulikuwa tunazungumzia mambo ya wachawi. Si ndio? On Sunday wale tulikuwa na wao tulizungumzia mambo ya uchawi na wachawi na venye wanaoperate. Leo nataka tuingie deeper kujua hawa wachawi wako na sheria zao ambazo wanatumiaga. Wachawi wanajua kujipanga kuliko Wakristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako na sheria na wako na mipango na wako na kila kitu. Halo. Leo nataka tuangalie sheria kadhaa ambazo wachawi wanazitumia. Na hiyo sheria kama tungezitumia upande wetu tungekuwa washindi. Tungekuwa tunashinda vita zote. Wengi wetu tumekaliwa na wachawi. Maana in our families we have witches. In our families we have people dangerous. In churches tuko na witches. In all areas tuko na watu ambao wametusubua. Si mungekaa pande hii tafadhali. Tafadhali tu. Najua nyinyi ni viongozi lakini kaa tu. Habari yako? Nyomelile wale mtumia wako kiora. Huyu alikuwaga my ex. Mimi sikosanaki na ex. Hapana, ile reason ile contract tulikuwa nayo ndio iliisha, lakini safari itaendelea hiyo ingine. Maana tunaweza kufanya biashara. Kwa hivyo nikikuacha usikuwe na hasira na mimi. Let's continue with life because si hatukuzaliwa hivyo. Nikukutana tulikutana kwa barabara tukapendana. Sasa kama upendo imeisha, hiyo ingine tumezuiliwa? Hapana, tuendelee na maisha. Si ati ukiona mtu unaanza kusikia kutapika unatapika kwa nini? Ni mtu alikusaidia. Recognize ile siku mlikuwa na yeye akakupikia kachakula, alikusaidia, ulifurahi mkiwa na yeye, recognize that. Wacha na masira utodaga wiketia mahiga muhuko. Tamuguruki. Recognize them. At that particular time mlikuwa na wao. Mungu alikubali. Mlikuwa na nani? Na kuna kitu alikusaidia hata kama ni kitu kadogo alikusaidia. Maana ungekufa kama si yeye ungekufa. Negwa. That is why any person that comes in your life ako na reason for that particular time. Na hiyo time iki expire, msianze kukosana. Ni time ime expire. Tafuta kitu kingine muendelee. Fungua duka. Kama supermarket imekosa ladha, enda Gikomba chukua mtuba enda uza. Na maisha itaendelea. Halo, mumesikia wale mumeachana na wale mumeachana? Mumesikia? Live like that. Let's have peace. This world inakuhitaji. Kuanza kujiweka vidonda za tumbo, ni za tumbo ama ni za roho? Na kuweka vitu hapa kwa roho. Muthewe mwega. Habari yako? Ukianza kuweka roho. Unajua hii roho ni Mungu anakaaga hapa. Mnajua kwa hivyo? Roho ni ya nani? Ni ya Mungu. Sasa ukiweka hasira hapa, unafukuza Mungu. Mtu akikukasirisha muweke kwa maholi. Umesikia? Dani. Uweke mtu kwa nani? Wewe ni wewe na Uingereza. Weka mtu kwa maholi. Ndio lilia ukokorora. Hiyo kitu inatoka. Lakini ukiweka kwa roho utakufa. Na tutakuzika tu na najua mazishi inakuaga mara 3. Siku ya kukufa tunaliaga. Umenielewa? Siku ya kukufa tutalia. Tukikupeleka moshari tunarudi tukicheka. Sasa siku nyingine ya kulia ni tukukutoa moshari, tutalia hapo. Tukibeka kwa gari, tukikupeleka nyumbani, tutakuwa tunacheka tukizungumza mastori kwa gari. Siku saa kati ya kuagusha mchanga ndio unaona watu wanaaguka. Wanaaguka dakika 15.
wanakufaka dakika 15 maximum ama 5. Hiyo dakika 15 ikiisha, ukiweka mchaka na tuweke maua, unaona wanakiuza na nyama ile yako. Wamekusahau na wanaenda kukula nyama. Na hiyo story yako inaishia wapi? Hapo. Sasa waacha kuweka vitu hapa. Hii hapa usiweke, weka kwa maholi. Maholi ukikohoa inatoa. Umesikia huyu mama venye amekohoa? Kuna kitu alikuwa ameweka imetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And continue with the life. Because hatukuuba mtu, haukuuba mtu. Ulikuta watu dunia hii, ulijikuta dunia hii, you cannot create a human being. So why do you hate which you can't be able to create? Unahichukia mtu kwa nini? Na huwezi kumtengeneza, hata robot huwezi tengeneza, unaichukia kwa nini? Live in love. Sema live in love. Pedana, kama Diana tunapedana. Huyu Diana alikuwa ananikalia, alikuwa amenikalia hapa. Huyu mama unaona hapa, alikuwa amenikalia. Alikuwa na karibu anichape huyu. Ni mama alikuwa mkali, mbaya. Na mimi nilikuwa napenda tusichana, natomboka hapa na chomoka. Nikienda tu kuingia kwa Karumu ni hapa Mukuru. Kwenda kuingia kwa Karumu hivi kaka msichana ndio huyu hapa nyuma. Sasa nilikuwa nashangaa, nimete wao dhagera kanike. Maana nikienda tu kuchomoka kuhanya kidogo tu hivi ndio huyu hapa nyuma. Ananiuliza unaenda wapi? Sasa unasikia mtu na kama huyo, si utamuogopa? Unaweza kuishi na mtu kama huyo? Hakupatii nafasi, hakupatii amani, but she is good. Na nampenda sana. Halo. Nikimwona nasimamisha vitu yote nilikuwa nasaka kufanya, nimsikilize, maana tena usipofanya hivyo atafuruga hawa watu. Sasa muondoe haraka haraka atoke ndio upate amani. Bwana Yesu asifiwe sana. God bless you Agari for that. Ulinitengeneza ningekuwa mbaya. Ningekuwa mbaya sana. Na nataka tuangalie sheria ambazo wachawi wanatumia. Ni nini? Maana kila kitu katika binadamu kinakuaga na sheria. Na wachawi wanafaulu sana kwa sababu wanafuataka sheria zao. Waganga wanafaulu sana kwa sababu wanafuataka sheria zao. Wakristo sasa hapa tukikuwa hapa, mnakujaka kwa sababu mnataka miracle. Mnasikia Dora akikuikelea mkono hivi utapona. So you are just miracle seekers but not God seekers. Unakuta kanisani watu wengi wako huko kwa sababu ya miracles. They are not there because of God, but because of a miracle that is about to happen to you. And that's the reason Christianity is a scam. Mimi naambiaga hivyo na msemaga hivyo, nasikia wachungaji wakasema sijapata sound doctrine. Sound doctrine sijafundishwa vizuri. But Christianity is a scam. Ndio kiambia mtu hivyo na uambie na useme Dora alisema Christianity Mogeke is much better than Christianity. Maana kwa Wakristo ni wanafiki, ni wakora, ni majagiri, ni waizi, ni wauaji, backstabbers, all manner of things you want in church. Alafu nakuta mtu hapa amenyenyekea mpaka kutembeaga na tembeaga kiholi. Unaona Wakristo mapasta wanatembeaga holy style. Akikanyaka unaona ni kama dunia inabodeka, anatembea kama holy, lakini ile vitu ameweka kwa roho yake. Hata shetani anaulizaga wewe tu wako. Anataka kwa Mungu anasema hapana, mimi sijampatia hii yote. Hii sijui kuli alitoa. Maana watu wengi wameuliwa ndani ya nani? Ndani ya kanisa. Watu wengi wamenyanyasiwa ndani ya kanisa. Mimi mwenyewe ni pastor wenu na mnanirogaka mimi mwenyewe. Hapa si mliniwekea sumu hapa juzi. Na mimi ni pastor. Na mnaona naogeaga mpaka Mungu ananisikia. Mnaonaga naogea mpaka Mungu, mpaka dunia inatetemeka, mpaka watu wanasema Dora mode ni alia. Na wajali hawatishi na pastor Dora ati alisema nini? Wanaweka sumu na wananiwekea kwa chakula na kula hapa. Lakini uzuri naye Mungu wangu ni mkubwa, anajua kunifanya. Sasa nikimesa sumu nafanya kama soda ya Coca-Cola, hiyo kitu inatoka. Bado mnaendelea kuniona nikisurvive. Ama mnaonaje? Nimeona kama ukodolia na ihenya. Ni gumu. Kama Moi alijaribu akashindwa, Kibaki akakuja akashindwa, Uhuru akakuja akashindwa, Ruto amejaribu mara 2 3 ameshindwa. Ni no inywe asionya domena authority. Na hiyo ndio nataka kukufundisha leo. Ndio ukue mchawi mzuri, nataka niwafundishe mkue wachawi mzuri, muweze kuroga mzuri. Mutige utukao muri arogi akoroko na gukundi mutingiuraga, no gutida mugiete andu guku, no thuya cimu ihurite guku na nda nicio cirari andu guku ni thina. Tondu murogi ni muthinu. Halo. Murogi ni mtu anakuwa na bure, hana akili, hana yani anakaka tu. But these people wanaitwa wachawi wale wamesomea. They know how to do it.
They know how to plan it. Wakati tulikuwa kwa Mugeke, tukiamua tunaigilia hapa, kulikuwa kunaigiwa. Tulikuwa tunaambiana tukutane Nyahururu saa 1 asubuhi. Nyahururu, na tulipigiana usiku. Jana usiku saa 4 ndio tulitoa order. Nyahururu kesho saa 4, saa 2 asubuhi ama saa 1. Utakuta kila mtu ako Nyahururu. Wenye walienda huwezi kuelewa. Tunavamia kituo ya polisi, tunabomoa, tunatoa watu wetu na tunarudi Nairobi na watu wetu. Sasa kama ni sisi hapa wa Kristo tuanze, Baba, lazima tuungane pamoja tuweze kuomba. Baba katika jina. Na huyu anasema Baba katika jina ni mchawi. Baba katika jina ameweka uchawi kwa moyo wake. Baba katika jina, Baba hii jina unashaka ni jina gani? Jina limekuwa jina la wachawi na waganga. Unahubiri hapa vizuri lakini kule nyuma watu wengine wanakuta si nahubiriki hapa vizuri kabisa. Unakuta huyu na huyu na huyu wako kule kwa ile kona wakinisegenya. Ndio dahuja. Wakikuja pale kwa ile kiti, hiyo mothe muhujia no ataralima. Kiugo kiuma kiga uma on point nenyo kuhujageria. Ukienda pale unakuta huyo mundu na nigwa twikire mu maraya ri. Huyu gutiri mutumia atakomete nake. Sasa unashindwa. Huyu ulibarikiwa. Ile neno lilikubarikia. Na wewe ile unasema pale ni nini? Ni kwa sababu wewe ni mchawi. Kama umeshai kuja kusegenya mtu kanisani, iwe ni pastor ama mtu yoyote, wewe ni mchawi. Hebu nione watu ambao hawajawahi kusegenya mtu kanisani. Ina mkono kama hujai kusegenya mtu kanisani. Si unaona sasa mimi nahubiria wagane wachawi. Na ni vizuri kwa sababu neno nimepatiwa ya nani? Ya wachawi. Nilikuwa nauliza Mungu, naenda kuhubiria nani hii maneno ya wachawi? Akaniambia ninakuletea wachawi leo. Si umeona? Wote hakuna mtu ameinua mkono. Wewe umeinua mkono, wewe hujasaidia mtu. Si unaona sasa? Now let us be happy, tujue hata mimi nisai kuja kusegenya mtu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna sheria 4 ambazo wanatumiaga. Sheria 4 ama 5 hivi ndizo tutaangalia leo kwa sababu ya muda, hatutaenda bali sana. Na sheria ya kwanza ile wanatumia the sheria of unholiness. Sheria inaitangwa unholiness. Hiyo sheria wakikuja ndio wanakuweka maneno for you to be unholy. Uwazagi kuenda kulala na mwanamke. Kulala na mwanamke ni kitu ya mwisho. Lakini maneno ile mnaanza kufanya, kukula, kukunywa. Unholiness is prepared. Inatengenezwa mpaka mnafika mahali wanataka. Kama wanataka kukumaliza na mambo ya gono ama wanataka kukumaliza na vitu vingine, watakupagia mamisi uzime hiyo simu. Najua ulinunua, tuliona ulinunua, tulijua ulinunua, ni touch, ni mzuri. Umehama kwa kamulika mwisi lakini inakusubua. Najua sasa ana operate ni kama kamulika mwisi. Touch inaguzagwa. Mami, touch ni ya kuguswa. Ndio maana inaitwa touch. So they create a process for you to get into the unholiness. And the process will not start from unholiness. It will start from holiness. Maana yule mwanamke atakuja kukuadama. Maana wanapanga watu, wanatumwa. These people, they are sent to churches to come and scatter prayers and scatter systems. And if you are a prayer warrior, mtu ambaye anajua kuomba, mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye anapenda Mungu, mtu ambaye anapenda neno, what they normally do, they don't attack you by what they want you to do. They will start from what you love most. Kama unajua neno sana, they will come kwa neno. Kama wewe ni muombaji sana, they will come kwa uombaji. Kama wewe ni mtu unajua kujidress vizuri sana, watakuja kwa kudress. Kama wewe ni mtu unajua kukula vizuri sana, watakuja kwa kukula vizuri sana. Knowing and planning for the future. Wanaweza kukaa na wewe wakijua watakuattack 6 months from today. But these 6 months watatembea na wewe. Kama wewe ni hole, watakuja wakiwa hole na wataokoka na watakaa mzuri. Kama wewe ni pastor, watakuja watakutumia mapasta wenzako na mtakuwa mapasta. Kama wewe ni muibaji, watakutumia waimbi na mtaimba. Kama wewe ni mtu wa kuomba intercessor na haraka kanisani, watatuma mtu wa kuomba na anajua kuomba. Hata kiomba hivi unasikia kweli ametikisa ulimwengu wa kiroho. Akiomba unasikia baka maneno ile yako dhio marima kakaka. Rieketere bodu. Shandara babusa. Baka unajaribu kuimitate, kukopi venye anaomba. Unashidwa. Maana ana flow. Anaenda 1 full hour in tongues. Wewe unajaribu only 10 seconds in tongues inaisha. Unarudi Kikuyu ya Murang'a.
wacha ya town ya Murang'a huko. Maana you cannot, wanajua kupanga, maana they are trained, they are all organized. Watakaa na nyinyi, atakuja na akae na kuwe pastor hapa kanisani na mkae na wao forever hatokagi. Lakini anakuambia hii kanisa si mzuri, wengine wanatoa. Anakuja naambia huyu kanisa si mzuri, yeye kwa hii kanisa baya anakaaga, hatokagi, anakaa huko. That is how to know who is a witch. Nitawafundisha on Sunday how to know a witch. Ndio Sunday umutajua nani anakuwaka, kumbe huyu ni kwa akora we witch, kwa akora we morogi. Todo hao no yumekaa, kuna wachawi karibu 7, 8, 9. Na tumekaa nao, ni marafiki wangu all the time. Kazi yao wanakuaga walitumwa wakuje wanimalize. Na sometimes wananiagushaka. Nikuaga. Nioge, wanajua kupaga, wanajua kujiorganize, wanajua kuarrange maneno, na wanajua where to catch me. Bwana Yesu siweza kuna mtu ajai aguka atokuruma na katoka shola kama odo hahadi. Utatokiona nikiongea hapa nikihubiri, nimekuruma niyo. Bwana Yesu ndio naambiaga muniobe. Lakini sasa unaambia waobezi wakuobe, na ni wao walipaga. Sasa unawaambia kumbe sasa unakuta najikuta wanajua tumefaulu hiyo, tuendelee ya pili. Sasa ukienda kuindokelia kama kichwa hivi, unagokwa tena unaanguka, unaugeshara kama udo makocha ulide ya kama gogo na kana gukuda ukagwa ugo gakoma ugo magakwalidi ugo magakukarura na mweno tolea shara ukahura kirore unapiga hii ingine, hipiga hii ingine, na ni waerevu na wanajua kupaga. Na ndio wanajua kutoa wira. Ndio unaonaga sitakagi mtu kuletea ujiga ati mwathani kumanyo kinoka ndio leta de mwega Yesu mwathani ni ajekete maudo mwega ndio kwa mutore ucio ni ugoma peleka kwako. Sio ikuja kuniambia hiyo story na saa hiyo umetoka kusekenya mama mwezako hapo na nakuja kulia afadhali ukae kama watu wa Maria ni mtu kawile. Yes, kaa hivyo. Mimi hapa mimi siwahi kuja kunipatia pale. Niambie shida yako, tumalizane, wewe uende, si ndio? Wewe amuhigeti na ni mwenye hika kwa neighbor hakuna hata chakula, hakuna hata nini. Neighbor amelala jana, amekuja amekuomba kauga hukumpatia ati kwa sababu utakagi mama ya neighbor. Lakini hapa kanisani kuja kunipagusa kiatu, wengine wanataka mpaka kuraba kiatu yangu ati ndio wasafu apostle, kumbe ni uchawi. Na neighbor analala na jaa. You are a witch. Mwambie mwenzako, neighbor yako anakaa namna gani? Uliza mwenzako, neighbor yako iko na gani? Do you know your neighbor? Muulize huyu mzee, do you know your neighbor? Analala jaa, watoto wake wanalala jaa, na hujawahi hata kumsaidia, hata kusimama na yeye, hujawahi. Na afu hapa sasa huko wada kuhura kiatu ya pastor inya wethiaga ginya kuna ile wana dress mpaka unaona akikanyaga hivi, akikanyaga anataka kusafu pastor. Na mimi usiwahi kusafu. Mimi mkono yangu imezoea kupika ugali. Waachana na mimi. I don't want to be served. Go and serve a neighbor. Kuna neighbor anateseka kule. Umepita machokora karibu 200 hapa. Haukununulia chokora hata kamkate, hata kapisi kamoja kamkate. Na ndio leda ukakondehera girishi ya kuiko 100. Atenja kora halima. Nesia ko tap anointing. Ndio utapu anointing ya na huko hicho. Anointing yangu hitokagi hivyo. Nilifuka nikasema Mungu, kama ni higa ya kwa kana dikwe higa. Elijah alitembea na Elisha in holiness. Alitembea in faithfulness. Alitembea in sincerity wakiwa na Elisha. Baka wakati alienda kagudokera hiyo kikuo yake, akatap the anointing. You cannot tap anointing from where you are not familiar. You must be familiar to what you are tapping. Bwana Yesu asifiwe sana. You must be sincere to yourself, sincere to God, and sincere to the society. That is how you tap the anointing. That is how you get it. So unholiness is a process that they use to tap you. Wanakuletea unholiness haitakuja mpaka wakati watu hawata kuataki na unholiness. Kama ni mwanamke wanataka kukuletea, hawata kuletea mwanamke immediately. Hapana. Wata make sure wamekupenda, wanakuserve, wanakusaidia, wanasimama na wewe. At the end of the day, they are investing. Unholiness, it is an investment. They invest in you slowly but very surely, and they do their calculations until they catch you at the right moment, and they will catch you in the hour of need. Watakongoja mpaka the hour of need. Angalia haka kamuseka naitwa Juda kalikuwa na mama, kalikuwa na bibi akakufa. Alipokufa kube haka kamama ka ndugu zake, ka watoto wake kanaitwa kwa nini? Tabani. Kalikuwa anaitwa Tamari.
Tamari akaolewa na the first son yake. Alipoolewa akakufa. Basi akaambiwa sasa wewe lala na brother yake ulete mtoto. Brother akasema mimi sidioge kigetumia dira yako manakio. Badala ya kufanya maneno mzuri akafanya maneno kado. Mungu naye akakasirika akaua jamaa. Kamama kakajua mission yangu ni kumaliza mzee. Maana mzee ndiye alikuwa na dream. Mzee anaitwa Juda ndiye alikuwa amenenewa unabii. Kwa hivyo hakuwa na haja na watoto. Alikuwa na haja na mzee. Lakini aliingia kwa hiyo boma kupitia nini? Kupitia watoto. Akaingia kwa mtoto firstborn, akamalizia mtoto firstborn. Spirit ya kuua. Kuna watu wanakujaga in your life to kill you. They would kill so many people because of one person. Bwana Yesu asifiwe sana. They will come and kill so many people hapa. Waamini wamekuja kanisani, wameokoka, ni wazuri na wamekuja kutafuta Mungu genuinely, lakini utaua, unakuta watu hawa washirika wote watauliwa, wauliwe because they are targeting the pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Many people nakusikia huyu amekufa, kiroho huyu biashara yake imeanguka, huyu amekuwa maskini, huyu amekuwa nini? Why? Because the target is to finish the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So they can go far. If we have 1,000 people in this church, they will target almost 900 people. Baka wakuje madhabahu iaguke. Ndio wanasema fulani alikuwa kwa hii madhabahu. Unajua alienda wapi? Nasema na kweli ngani alivyokuwa. Na alikuwa mshirika, na alikuwa active, na alikuwa share lady, na alikuwa pastor, na alikuwa chairman. Kweli alienda wapi? Wanajua ameguza karoho yako kidogo. Tena wanakaa na kuuliza, unajua ule mama alikuwa anaendesha kile jiroba? Ni mwanaka kanitha-ini hiyo. Athireko. Na ni makweli. Athireko. Na ni waru gamagana kanitha. Na ni wogu itiji ciothe ni wogurite, ni wekite maundu maya mothe. Kaya athireko. Na kaka kidogo tena nakuja. They are targeting you. You are the main targeted person. Tena na kaka mwingine anakuja na kuambia, unakumbuka mzee wa kanisa? Yule alikuwa na yule alisaidia apostle mpaka akasimama. Yule alinunua kiwanja karibu peke yake. Unamwona hiyo kanisa? Anasema hapana. Nema. Sasa wanakuuliza, wewe unafanya nini huko? Kama hawa wote wameenda, wewe ndio utafaulu kwa hiyo kanisa? Mimi si unataka mimi nakaa kiti ya nyuma. Mimi sitakagi maneno mingi. Yeye hatu hao wote wamekufa, wameenda, lakini yeye hataki kwenda. Yeye haogopi kukufa, lakini anakusikilia huruma, wewe utakufa. Anakwambia toka dia baki until they make sure, because ako on an assignment. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kitu wako nao ni kuchafua moyo wako. Ni kuchafua moyo wako na mchungaji wako. Kuchafua moyo wako na husband yako. Wanakuja na kupatia nabia haya. Nina karaja. Mwadhani ya gosho. Ni maudumaya ni mamakagia muno. Tamakani ni gida karete. Na ya dahi toka na hau. Kediga tuwa horosho todo. Ni dida godokia mesiene. Tamakadako raida wakaraja ma. Uri gamete nake. Uri muhoyagira. Uri tuthiaga kirima tukamuhoyera. Kediga horosho tu. Na anaachia wapi? Amepanda bego. Sasa kutoka hapo, hiyo bego itaanza kukua pole pole. Siku ingine kama enyi na akaraja ni horori kwenda gakuhe. Kai, ni madaigwire tu ketu digathukie koro yaku. Ni ndagwire digathukie koro yaku. Uhoro cio Ngai ni akaurehe utheri-ini ni ukaona. Ukamwira ukatuonjire. Tondu njagirwo thayo ndikomaga. Already wamefaulu. That is how they target you. They will target you until they put anxiety in your head. Wherever you will go, utakuwa tu kishuku. Whatever you will do, utakuwa kishuku. Washirika hapo wakikuja wageni, umeona kamenyoroka mzuri, ni rangi ya nini? Kama sasa si watu wanajua niko single. Sasa wanaangalia wanasema, sasa ule mama ule wa Washington alikuja hapa. Huyu amekuja huyu lazima tumtarget, apostle asimpende. Wanaangalia sasa mama kama huyu wa Amerika, huyu target, apostle asimpende. Sasa wataendea kwa huyu apostle wetu. Acha nikwambie, huyu apostle atakaki kuona kilida kikienda hivi. Atakaki. Akikuona tu apostle atakumalizia na akae na akuje hapa na akae ni kama hajafanya kitu. Na akae kama hajafanya kitu. Huyo mtu ni mama anaambiana nini? Ni mama anaambia mama. Yeye hasemi kama marida yake imeguzwa, yake haijaguswa na yake iguzagwi, lakini za wengine zote imeguzwa. Ameweka kidoda wapi? Ameweka kidoda kwa moyo. The target ni kuweka kidoda wapi? Kwa moyo. Ndio sasa mnaanza kujijasia. Sasa wanarushia huyu na huyu anambia, nitamakaji wete horo wako makania hii.
Dukate yo nene ugukai ate ko dukate ndahurukite toire tuko na atumia ko ule matire dayo. Na yeye huyu na yeye akitoa yake kwa sababu atasikia ya tatu kutoka kwa namba 1. Atasikia hii atapeleka hapa. Ona mahumane maruteto ko ni mahuta 10. Miba 10. Huyu sasa yeye achukue ya miba 10. Ni ya nini miba inatolewa? Ni sacrifice. Sasa inaenda hivyo ikirudi kufika kwa yule mama. Apostle ni devil worshipper anatoaga sacrifice. Ahira na mahu nikaenda sacrifice yake atia. Eruto. Unaona ametarget roho. Ametarget watu. Amevuja watu na amepiga pasta. Ndio kanisa iaguke. Maana madhabahu wanajua ni moto. Na apostle akisimama vizuri atashinda vita. They target their unholiness. When they target you, they don't just approach you directly. They will go circles. They will go circles. Wanakutembelea bali, wanatembea wakikukamata. Wanagogaga kale tu kanawajua haka kanaweza kusimama naye anagogwa. Huyu anasimama naye anagogwa. Yule anasimama. They target the potentials. They don't target the main. They target the potentials. Huko na huko kado. Wanang'oa vikigi zote pole. At the end of the day utajikuta ukiwa peke yako. Hapo watakuja tu wagoge kikigi na mguu uaguke. Watarudi pale kukuombea. Wow, the same people. Ndio nasema tengeneza timu ya watu kama 7 hivi tuende kwa mlima. Apostle, wewe urutete ni munene muno. Kanitha tekehigwa. No tuekwa. We have to pray. Kumbe sasa wanaenda kumulima kupatia na high five. Ulete mkono mzee kupatia na high five kusema shosho leha high five. Ugwa tupatia na high five nitwarekia wira nitwahiga. Wanahama hapo wanaenda kwa Manyuru. Wanaenda wanamalisia. Wanahama hapo wanaenda. They don't fear pastors, they don't fear apostles, they don't fear anything. Maana they are on an assignment. Ndio nanga wakati mwingine mnajua mimi nimewamugeke nilikuwa mugeke najua tricks zote za wachawi, wagaga, wauaji, wote najua kwa sababu hakuna mahali sijaenda kwa hao watu wote ninawajua. So wakati unaonanga nimekuwa mkali kabisa nafukusa wengine, sifukusagi kwa sababu simuelewi. Ukiona mtu nimemwambia kanyaga ile, namuelewa, naona tricks zake, mipango yake amepaga, na mwangaliaga, tunaenda naye nikimwangalia unaona hii ni girini maba, ni nyoka ya girini maba, si pafuada, ni girini maba. Na ikiingia kwa nyazi, maana pale unaelekea ni nyazi, ikiingia huko itakukula. Igoge kabla mfike wapi? Huko. Watu wajaisha, msijalishwe hata tukigoga watu watoke waende. Watu wajaisha dunia. Dunia iko na 7 billion people. Na kati ya 7 billion people, Wakristo ni bilioni 2. Na Yesu atarudi 7 billion yote ikiokoka. Sasa unangangania mama mmoja wa kusubua kanisa na watu bilioni 5 wako huko nje. Wanakunywa mung'ale, wanakunywa bagi, wengine ni mashokora, hawajaokoka. Sasa ufuge kanisa kwa sababu ya huyu mama? Hapana. Sasa ndio mnaonaga nakuwa pastor tofauti na wale wengine. Mimi siwezi kubebeleza wewe maana sijafundishwa kubebelezana. Haleluya. Siwezi kukuambia ati wewe ni mshirika kaa hapa unajua kutafuta pesa. Kabuni zangu niko na pesa twangu. So I don't rely on this offering. I don't rely, sitaki uninunulie kagari niko nako. Sitaki unijengee kanyumba niko nako. Sitaki mambo ya mama, hiyo mambo niliangalia nikaona niko na mikono ya kuchomeka na niko na kila kitu naweza kuosha tukuo na tunang'ara. Si mnaona na kwa smart. Alafu tukitida tukigianira hauke. Akawa galeni adigire na agethie na garia nyona gogo kuri na goko guko ngamuhunjirie na kahonoka ninde amuhunjirie akihonoka. Tododagia shanga. Mwathani agosho. Bwana Yesu asifiwe sana. So they target what? The holiness. If they find you walking in the right and the straight manner, that is where they target you. But how they target you is much important than the target itself. Because they will not come straight. Hautaelewa wameingia, hautaelewa wamekuja, utawaona tu ni kama ni angel ametumwa kwako. Ni malaika. Ginyoka uga kanitha ine ndare hilo atumia 5 wazuri wamesimama na kanisa. Watakuja naona hii madhabahu hii kamokeka haka. Wakikuja katangolewa kaeko mkeka ingine ile ya State House. Ile ukikanyaga hivi kiatu inapotea huko ndani. Wakikuja wakuta unauliza hapo mafati maya. Kai hapana. Hii mabati hapana. Wanaenda pale
kwa credible sound wanaleta ile ya kioo. Ile kioo unafinya button, unaona microphone inakuja hapa, ingine inakuja hapa, alafu inaleta ile telepronto wanaweka hapa, inaleta screen. Sasa hata mahubiri yako una touch tu hivi unasikia haleluya, mpaka unaona siku hiyo ukihubiri, unahubiri ukifanya miguu namna gani. Wamekukamata idea yako, wamejua hiyo ndio ilikuwa unataka sana, wanakukamata na hiyo. So angalia huyo mtu mnatembeaga na yeye, ni tukaukora kagani wako na yao, ni nini wanatumia. Kuna wengine wako kanisani ni wazuri, akishika microphone hapa ahubiri mpaka mnasema apostle hajui kuhubiri kama huyo mama ama huyo mzee. Kama ni huyo mzee anatuhubiri, hii kanisa ingekuwa imebadilika, ingekuwa kubwa sana. Lakini yeye, wale watu wote ametunaenda kwa kitabu pale ya wale watu wamekuja, unakuta kanisa hii iko na watu 7,000, lakini sasa unakutaka tukiwa watu 100, 800, 700, 500. Unashindwa hawa wengine wanaendaga wapi? Sasa endo wafuate, wapigie simu mmoja, atakwambia wewe pastor ni mwema mno na tunapenda kanisa yako. Lakini kuna wamama wako kwa hiyo kanisa wanakugojaga pale chini. Kuna mama aliniambia hapo, ukikaa unaona hao watu uliona walikuwa wamekaa laini ya mbele ya kanisa, hao wote wamama wamevaa makofia manini, hao ni mabibi yote ya pastor na wanadugaga mtu kisu. Sasa wewe kesho utakuja mahali unaweza kudugwa kisu. Lakini yeye hadugagwi, yeye haonagi shida, yeye hapataki shida. Lakini pastor ni mbaya, anakaa chini ya mafuta ya mtu mbaya na hajali, na yeye anaenda biguni na anahubiriwa na mtu mbaya, haetaki, anakaa tu hapo. All they do is they don't attack you directly, they attack where you go. Anattack steps zako zote, anattack praise and worship, wanamaliza, wanakuja intercessors wanamaliza, wanakuja ni pastor wanamaliza, wanaenda kule kwingine wanakumaliza pole pole huku wakikusifu. Sasa wanakuja wakiwa timu kama mbili, moja ni ya kuinua apostle, anainuliwa mpaka anasifika, mpaka apostle akitembea unakuta unashindwa niki kiratuma apostle kwisi athi uguo tikwenda ni kuria joeto iguru kaigwa hando iguru ndiracerera guko iguru haha iguru nginya Ngai na akarembo kana egoboka nyume thino jikare riera-ini magegania mekwo thi matari mekwo ni magegania marekirwo na guku thi njaigirwo hare iria ni aronda majigite handu hariku ha karera iguru ndiracerera ha karera iguru ni uria nilichukuliwa nikatolewa nikaekwa mahali ndio wafanye maneno hapa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't wait for them to come with a sword there. Don't wait for them to come na rugu pale. Tumekuja kumaliza kanisa. Watakuja na grupu moja itainua apostle. Grupu ingine inadili sasa na worship team, grupu ingine inadili na intercessors, grupu ingine inadili na pastors. Wanajua ni media, Saudi yao lazima tuikoroge mpaka ikorogeke. Wanakoroga, yani kuna team, they plan how to come. Na hiyo ndio targeting of the holiness. Bwana Yesu asifiwe sana. They only target what will hurt you. Ile kitu itaumiza moyo wako ndio uwaze makasiriko. Ukikuwa na makasiriko, mwaye shetani anaenda kwa Mungu, anaambia jamaa yako, unatuambiaga ni mtu mzuri, hebu muangalie venye amekasirika. Si mnaona wakati mwingine nimekasirika hapa sana mpaka naongea vibaya. Ni mtu mwingine mwenye ndani ya oru. Sasa hiyo walikuwa walinikamata asubuhi mapema, nimewekwa chini. Mkiniona hapa nikihubiri, mhujagire ni modo mguu. Mtu ameanguka, tongolio ako chini. Leo unakuja, siwezi kuhubiri ati maneno. Sasa nasema watu ambao hawatakaa muondoke. Kanisa litaendelea. Mwe msiwepo, kanisa litaendelea. Kumbe ni shetani sasa anaongea, ashafaulu nishakamato. Na hiyo ndio target. Ndio nananga siku hizi nimebadilika. Simuona nimebadilika. Si hata sura imekuwa mzuri sana. Nimeacha kukaa kama gorila. Maana nimerealize mokire ko thoga haha mukeje taka apostle mathani yagocio dauga mathani arajareirie arajira kurehere ngirigana tondu ni aramenya wina mabataro maingi nyumba-ini ya Ngai. Unamwambia aende wekere kwa madhabahu, acha apostle deda wende ndio kunekere dinero dole madhabahu tondu ni aramenya madhabahu ni ekuhia. Sasa akikushikisha ni kama ile ya muidi. Si niliwaambia venye muidi anafanyaga? Kabla muidi akupatie pesa, anapelekaga kwa choo, anaigusisha huko, ananyamba, anakupatia. Hiyo pesa haiwezi ikakusaidia hata ufanye nini. Haiwezi. Sasa na hawa wanajua wameifanyia hiyo pesa maneno, wanakuja wanakupatia. Unaweka wapi? Unaweka hapa. Sasa unakutana na Roda, unamwambia shika.
yokanye shai. Ugonjwa imerushwa kutoka wapi? Hapa. Na yeye huyu Roda anakutana na huyu, shika 200 kunywa chai. Na huyu amebeba uchawi, inaenda ikisabaratishwa, ikienda. At the end of the day, the entire church unakuta sharati mtupu. Watu wanapendana mpaka mtu anakuja tu, naona mwanamke anakuja tu anaanza kutembea hivi, anakuchekesha tu, anakwenda kiogo game fulani ni ule mwili wa kadile mwaki, ni mwaki ule wakilio na to kilito ule hiwa. So you must be very careful. Mkikuja wale, kama kuna mama mwingine hapa na nilimtoa hapa, niliona amehama kanisa, akaletewa nguo na mama mwingine, nikamwambia wewe, hiyo nguo sifae, imetoka kwa devil worshiper hapa. Akaniambia nimekubali pastor, siwezi kuivaa. Sade hii ingine nilimuona ndiye ameduga kanisani. Nikamuuliza hii nguo nilikukatisa? Akasema hapana, sio umetufundisha kuvunja madhabahu. Nilivunja madhabahu. Kutoka siku hiyo praise and worship wakaanza vita. Hao wote walikuwa nakutwa na huko kwa mitaro na huko kwa barabara, mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, huko wengine wakafanyika lesbian hapa. Hii walifanyika lesbian, walikuwa na vaguo the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikaguo kamoja alivalishwa. They won't come na mambo babaya, they will come with good things. Watakuja na pesa, watakuja na vitu vizuri au makonyite. The moment they catch you, wanajua wewe ni influential kanisani. Sasa hataki huyu ambaye ni mpole, haogeagi, huyu haogeagi, lakini huyu sasa ndio anasikiliza kwa na watu wengi, watatarget huyu. Ndio wewe unajua wanaogeaga na dhambi pale, utaenda uogee na yeye, umwabukise huyu, anaogeaga na huyu abukise huyu, aogea na huyu, abukise huyu, anaogeaga na huyu, abukise huyu. Sasa ukikuja unakuta watu wote wamelala. Ndajaribu kwa haleluya. Nakuwa mtu anaoya kama mtu aigwa tare marurume mahakata. No ni muohirwo, mulilalishwa kitabu. Na wakati mulilalishwa, the devil comes in the night. It does not come what? In the day. They come when you are sleeping. That is the time they attack you. So they have to prepare a way for you to be attacked. And they have to prepare a night for you. In the day, they create a night. Unalala. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanakujaka wanachukua namba zenu za simu. Anakuja, hey, madhani habari sana dada. Hey, you are so blessing. Na kuonanga tu unanibariki moyo wangu. Hey, unaweza kunisaidia na namba yako ya simu. Na basi namba yako nayo, anaenda kutafuta network. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana watakuconnect na network ya simu. Wakati mwingine tukikuja hapa tukiomba, tunasema tunakamata anga, tunaharibu system, tunaharibu kila kitu. Unakuaga kwenye anga, hawakuoni tena. Sasa ndio wakurudishe kwenye anga, wanakuomba namba ya simu, wanaconnect, anakupigia. Wakati ako akichanti hizo maneno, anakupigia, anakurudisha kwenye system. Sasa akikurudisha kwenye system na anajua unajua kutoroka, make sure system yako haitarudi tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawaambiaga si kila mtu anapiga namba. Si kila mtu. Na ukiona hivyo, baada ya kupatana hiyo namba, utakuwa na doto, ukaona simu yako ikiibiwa. Ukiota uone simu imeibiwa, mawasiliano imeenda. You are not connected again. Sasa wewe kugogwa, utapelekwa kichijio na utafanywa maombi ya Kiislamu. Ufanyike halali. Bwana Yesu asifiwe sana. So make sure, who are you? Mnakula na nani? Ingine wanakamataga watu, wanakukamatia kwenye chakula. Huko wanapeleka kwa kama hii kanisa imepigwa kaka hoteli kingine kalikuwa hapa. Ilibidi niombe kafugwe. Maana watu wengi wa hapa wanapeleka kwa huko kwenda kuchijiwa huko hapa. Akina Dorcas umekwenda huko? Unaona kataka kila kitu. Na wewe? Na kwa kimetaka kwa hiyo mkahawa? Hapo ndio mabomu zote za hii kanisa zinatengenezwa yako hapo ukikulisha wakati. Sasa nikikuuliza kama huyu mdemu nimupeleke kwa hoteli, nimununulie kachai, na si mtoto wangu, si bibi yangu, nimununulie kachai akunywe, tumefanya covenant ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Niende ile kaperemede na kuja na kununulia rogoro na kuletea makabiscuit, na mimi nakula kagu naona kula kako, tumefanya nini? Maagano. Na hii inaitwa maagano ya chakula. Kupitia kwa maagano ya chakula shetani anaingia. Hapo ndio nakuvujia. Maana kupitia kwa tumbo ushafanyishwa maagano. Na kutoka hapo utaanza kuiba wimbo ya nani? Wimbo yangu mimi ambaye nakupatia chakula. Kutoka hapo utafuata kila kitu ambao nitakuwa ukifanya. Maagano ya chakula ni baya. Atafadhali maagano ya kitu kingine. Maagano ya chakula ni baya.
maana watakushika kwa tumbo yako, na mtu akishikwa kwa tumbo anakuwa amepotea. Maana ukiangalia hizi vitu zote ziko kwenye hii dunia yote, tumbo ndio imefanya imetengenezwa. Bunduki imetengenezwa kwa sababu ya nani? Ya tumbo. Nyumba hii imejengwa kwa sababu ya nani? Hii gari unaona kwa barabara imetengenezwa kwa sababu ya nini? Tumbo. The stomach controls the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Sasa umeona mahali ulikamatiwa? Muulize mwenzako. Kadhabudha kale wale hagirwo ri, ile kadhabudha ulinunuliwa na apostle. Unajua apostle anapelekaga watu pale Serena. Haleluya. Na imagine nikununulia chakula ya Serena, kasamaki kale kanaitwa nini? Salmon. Kanakuwa kapuleti kamoja, kasamaki kametoshana hivi unono, ni shilingi 6,000. Alafu na kununulia ka juice, glasi ya juice, orange matunda 3 ama matunda 2. Hiyo ni shilingi 1,500. Alafu tukunywa cappuccino ya shilingi 1,700. Hiyo toto ukifanya ni 10,000. Nimekununulia, umeweka kwa tubo. Nimekununua na 10,000. Utakuja kuvuja hiyo madhabahu lini? Nimekununua ndakugura. Kama umeshapelekwa date na iko nyina wale wako watu ro date, kidio kikurirwo nyama, it is a covenant that was made. You need to look for it, because that covenant might be the one causing your problem. Hiyo covenant ulifanya, hiyo akanyama ulikula, hiyo kaugali ulipelekwa mahali, hiyo kasamaki ulisikia ulimeza kakasikia ambako kasikia tumbo kanatembea kwa tumbo vizuri, that is a covenant. Na hiyo nakuta umefugwa, unakaka maisha ya kufugwa, naona una smile, umekumbuka mahali ulinunuliwa tu chips. Kuli yagemea kile covenant ya chips. Only chips. Mimi bibi yangu ambaye baada ya ule alikuja baada ya huyu, alikuwa anaitwa Selina, simu namjua, anakujaga hapa. Mimi nilimununua na dasi na chai hapa chini OTC. Damoko ile dadi na chai. Tugethie muci. Ndio yashukire kule hefujo. Alileta fujo sana nyumbani huyu. Bwana nilimwacha akiwa na mtoto na huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni dasi na nini? Hiyo wakati nguvu ya dasi iliisha, si alituliachana. Ako Amerika, mimi niko Nairobi. Najipikia. So mtu wa kukufunga, kama anataka kukufunga, anaendaga na anajua value ya chakula ili atafanya, atakufunga naye, utaishi ukimfuata. So they destroy your structure of spiritual structure. They destroy the plans of God. They destroy the systems of God. Kwa hivyo to make sure they weaken you. First of all, they have to weaken you. They have to make covenants. Lazima wafanye maagano. Ndio shetani uingie ndani ya shetani vizuri, lazima maagano ikue. Ndio uliona zamani tulikuwa tunafanya nini? Tekana tena kaka huko. Sho. Okay da. Leta hii. Ile tulikuwa tunafanya hivi. Mnakumbuka hivi? This was a covenant. And if you have ever done this, it's a covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Then kuna wale tulidugana kidole, unarapa damu. Kuna kasichana tulidugana damu hivi. That's a blood covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. The man that broke your virginity, damu ikamwagika, that is a blood covenant. Na huyo ndio bwana yako. Huyu mwingine si bwana yako. Ule wa break ile virginity yako, ule waitile thakame, maana kuna damu ilimwagika ikaenda kwa udongo. Hiyo ni maagano mlifanya. Atendwa kile. Kama huyo first love, ile inaitwa first love, ule mwanaume mdala na yeye wa kwanza kabisa akabreak covenant, huyo ndio bwana yako. Hata sasa ndiye anajulikana kule mbinguni. Kitabu kienda mbinguni, jina ya huyo ndiye inahitajika, ndiye inatajwa. Huyu mwingine mko na yeye ni mkora, hajulikani mbinguni, maana yule ako na maagano. Huyu maagano yake ni kidogo, ni chakula mlikula na madasibiri. Yule alimwaga damu. Sasa wakati unao baba anakuomba, unisaidie na uhitaji bibi yangu akuje. Bibi ako kwa mwingine, lazima atatoka. Ndio mtafutane. Ndio unaona marriages are not working. Because those days mama yetu akiolewa, msichana alikuwa anafugiwa kwa nyumba na mwanaume, watu wanakaa hapo nje kuja kuangalia sheet kama ni red. Ndio ajulikana huyu hakuwa ametakataka. Lakini sasa unakutana na mtu, unakuta mtu ako na 14 years. Lakini ile experience ako nayo ni kama ya Drogba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na experience kubwa. Ukiambiwa ni Emmanuel Kante, ni Montel Kante, anaitanga Conte, wa kucheza mpira. Ndio hiyo. Sasa utakuta hakuna msichana hapa, hakuna msichana nowadays. Hata ka 12 years kana kuuliza mzee, utaweza? Maana ako na experience. Already covenants have been made.
Hiyo ni covenant ingine. Another covenant, hiyo inaitwa mother touch. Nimepatia huko. Yeah. Bwana asifiwe sana. Those are the tricks that they use. They don't come directly to you. Kama ni kwenye biashara, they will come and do business with you. They will work with you. Kama ni kule kwa hawkers, kama ni kule kwa supermarket, kama ni kule kwa mashamba, there is a way they will induce you to eat, to remove you from the holiness of God. Watakuja na kadiri ka business deal kazuri, mpaka unaona hapa, hii biashara tukifanya nitapata milioni yangu 3, na unaanza kusema nikipata milioni 3 nitapeleka tithe kanisani. Tithe ya pesa ngapi? 1,300. Sasa mpaka unajua utajulikana kanisani kama the greatest tither. Unaenda mkipiga hiyo deal, shetani anakuzungumzia na kuambia unatolea pastor Gilima na matatu chake. Sasa ulikuwa umefanya agano na Mungu, ukinisaidia hii biashara iingie, nitatoa tithe na nitatoa sacrifice. Shetani immediately pesa ikiingia kwa mkono, ndio unaanza kusikia kuna kashaba unaitiwa, kuna kakitu unaitiwa, kuna kasafari unaitiwa. Sasa unasema wacha nifanye hii, maana kuna dili nyingine inakuja, hiyo nyingine ndio nitapeleka kanisani. Sasa unaenda huko, umeondoka into the plan of God, into the covenant that God wanted you. Ndio wana wa Israeli waingie kwenye utumwa, wacha wa 400 wa 40 years. Waliteseka miaka 40 because they disobeyed, ama walifanya sin, ama walilala na wanawake. Hapana, because of one sin that was committed by the elders, wazee wa kijiji, ambao walikaa chini wakasema safari ya kutoka Egypt kwenda Canaan ni 80 days. Wakaamua akasema sasa wale watoto wote watazaliwa between today mpaka 80 days, we are not going to circumcise them. Why? Because hawatapona, tutawabeba aje? Na wakasema sasa to suspend circumcision. Let us suspend circumcision. According to God and Abraham, circumcision ilikuwa nini? A covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaambiana wazee to stop Mungu wetu, to stop from our life. We stop the covenant. We stop everything so that to cross 80 days. The days they suspended the covenant, that's the day they got lost completely. Mungu akaondoka, maana wamemwacha Mungu. Wakati waliacha Mungu kidogo, wakasuspend covenant, naye shetani akakuja in entirety, akawabeba akawapeleka kwingine, wakapoteana na Mungu for 40 good years, until wakati walifika mahali panaitwa Gilgal, wakakumbuka. Hapo ndio walikubuka miaka 40 hatujatayarisha tutile tuharudia. Siwende pale tu usikilize, acha kusubua. So wakakumbuka wako na 40 years EP is 40 years. Ndio wakaambiwa, for you to enter into the house of the Lord, for you to enter into the plans of God, for you to enter into the new ones of God, lazima msaizi. Siku hiyo ati wanasemekana kulipagwa laini watu wa miaka pote, inchi mzima ilikuwa ni majensi, walikuwa naitwa majensi wa miaka pote, inchi mzima walipaga laini. Wazee walikata mpaka wakachoka. Walipokata, walipopona, ndio wakaenda. Na katika hiyo kutairisha kuna kuwaga na vitu vitatu vinafanyikaga in the circumcision, and most of us tunapoteleaga kwa hiyo circumcision. When you are being circumcised, when you are entering into your destiny, because circumcision is a transition from EP to the grown up person. It is a transition. Circumcision inakuanga nini? Transition, you being entered into the covenant with God. Katika hiyo system ya kuwa entered into the covenant of God, kuna vitu vitatu vinafanyikaga. Unaweza kwenda kutairishwa upone na siku 8 haraka. Unaweza kutairishwa ukae sana bila kupona, na unaweza kwenda kutairishwa ubulidi mpaka ukufe. Watu wengi wanakufiaga kwenye hiyo stage ya Gilgal. Hebu jiulize mwenzako, ukijiona, are you still the Christian with fire ambayo unafaa kuwa nayo, ama ulikufia Gilgal? Wale walifaulu kupona ndio waliingia mahali kunaitwa Bethel. Bethel is the house of the Lord. Gilgal inasema nini? The reproach of Egypt has come to an end. But wakati walitairi, walipoingia Bethel, wakaambiwa sasa, you have entered into the house of the Lord, so you can make a new covenant with God. You cannot make a new covenant with God if you are not in the house of the Lord. Sasa hiyo ndio wana target wachawi, to remove you from the house of the Lord.
to remove you from the plans of the Lord, to remove you from the systems of God, so that once they remove you, they can deal with you outside. Waliambia wazee, either we stop what was ndio wakashughulikiwa. Maybe that is the reason you are suffering, because they were able to remove you from the systems of God. They were able to remove you from the covenant. When you are in a covenant with God, God protects you because you have a covenant. God will fight for you because you have a covenant. God will prosper you because there is a covenant. But when you are outside the covenant, God does not come in. He will not be able to help you. He will not help you. He will not assist you. You will be suffering now and again and again. Law number 2. Hello. Hey. Law number 2, they make sure you don't agree with the word, with the scripture. Bwana Yesu sana. Wakati wengi tukiomba, we are trained, when you are praying, your prayer to be very effective and to be very powerful, you put your prayers, you punctuate them with the scripture. Now, when you are praying, they remove every scripture from you. They have come here to make sure you don't understand the Bible. You don't understand the scripture. When you don't understand the scripture, you cannot insert. You cannot go to the promises of God. Maana, when you are praying and insert the promises, the Bible says, Mungu anasema, I will never forsake you nor leave you. When you are in trouble, you remind God, you said you will never forsake me nor leave me. When you remind God of the promises, God comes in very fast, because God is a promise keeper. He's not a man that he should lie. He will come and lift you up because you have invoked the scripture. Hata kama utakuwa kwenye bonde la mauti, nitakuwa na wewe. Unamkumbusha Mungu kupitia the scripture. Unasema, not by man nor by what? By power, but by the Spirit of God. You remind God through the scripture. Your prayer becomes fire. Na shetani anaogopa kitu kiko na fire. Shetani anaogopa maandishi. Ndio naona Yesu alimshinda shetani, si kwa nguvu zake, lakini alimshinda kwa maandishi. Akamwambia kumeandikwa. Shetani alimwambia kumeandikwa, na yeye akamwambia alishinda. Another way of defeating the devil is by using the scripture, because the devil anajua the scripture. So when the scripture of the devil comes here, na wewe unaweka yako, una neutralize. Yeye anarusha yake, na wewe unarusha yako, una neutralize. That is how Jesus was able to win this battle, in certain scriptures. So when you are praying, make sure you put scriptures that are aligned to what you are praying, aligned to what you are praying for, aligned to what you are desiring. Kama ni kiti ya kusimama, unataka kusimama, unataka kuwa chairman, unataka kuwa treasurer, unataka kuwa mbunge, unataka kuwa chochote, governor, enda kwa Psalms ama vitabu vyote vile vinazungumzia kuhusu kuingia kwa kiti. Weka scripture hizo zote. Unasema Mungu alisema, nitaondoa giza na nitafanya watu wote wakupende. Na unamkumbusha Mungu, unaenda kwa hiyo scripture ambayo alisema, I will cause people to love you. I will cause favor ikuwe juu yako. And from there, favor will be following you. Mahali popote enda, because you are being backed by the scripture. You are being backed by the word of God. You just can't pray, Baba nakuomba, unakanda mara, shatatatata, rebebebebe. Sasa hiyo rebebebebe imeandikwa wapi kwenye Biblia? Kana kugabata kwa nia tadege. Hakuna mahali imeandikwa, it will not support you. Our prayers become strong because they are powered by the scripture. Watu wa shetani, they know, they counterfeit the scripture, because they went to Jesus. Wakambia Jesus, nani? Kumeandikwa, mwana wa Mungu atageuza mawe ikuwe mkate. Na akamwambia, man shall not live by bread and by what? The word of God. Shetani akashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. So the scripture, when you are praying, when you are speaking to these people, nikikuita kadate, nikupeleke pale Serena, anza kuweka maneno ya Biblia ndani ya date. Sasa utaconfuse ile mipango yote nilikuwa nimefanya nini? Nimepanga. Kama nilikuwa nimepanga leo ndakupeleka kwa kitanda, ulete maneno in the scripture. Maneno in the scripture, utakuta nimekuwa paralyzed na nimeanza kuwa kusema, adogweda okinyai. Ationa tamadha madokire. Can we plan for another meeting? Maybe next week we can meet.
Sio mimi, si ati ni moto ile umeniachilia. Moto imewaka. I am unable to do anything because of the power and the fire of the scripture. That is what can only defeat the devil, all those witches ambao wanakujaga. Wale watu tunaopaka hapa usiku, make sure you have as many. Kama tunaomba kushika wachawi, ingia kwa Biblia. Tutafute mavazi yote zinazungumzia kuhusu wachawi. When we are doing the prayer, we do that prayer punctuated by the scripture. Wachawi wote utakuta wamekuwa stagnated pale, wamekaa kama masacho. Kama ushawakamata, arrest, you arrest them. And you can't arrest without using the scripture. The scripture, power, in the power ya arrest is in the scripture. Because it is a promise that I will never forsake nor leave you. Nenda utafute all the promises. Ukambia Musa, the people you are seeing today, you will never see them again. That's a promise. God promised Moses. And indeed, alimake sure wamemezwa na bahari wote. Alipasua bahari, wana wa Israeli wakapita, and God fulfilled. Wakati wa jamaa walikuja kufuata wale, walikuja wakakuta ukuta ya maji. Ndio hii. Wanaangalia upande hii mwingine ni ukuta wa maji. Wanapita katikati. Badala ya kupursue the enemy, walianza kuguza. Wanaduga hivi, anauza kidole kinaingia ndani. Na hapo anatoa, anaona ni kweli ni wet. Wakarusha mkono. Wote wakakuwa mesmerized. Mungu akaogoja, wote wakakuja wote. Walipoingia, the all collapsed. Wakaenda. The word of God was fulfilled through that. The word of God to Moses, that these people you are seeing today, you will never see them again. It is a promise. If you put the promises, when you are praying, put the promises of God. Ulisema Psalms 41, kama ninaweza kusimama na watu wanyonge, watu wanaoteseka, na mimi wakati wangu wa kuteseka, sitakufa, sitahangaika, maana nimesimama. It is the word. Iko ni scripture. Simama na hiyo scripture, mtu wako atapona. Simama na hiyo scripture, watu wako watainuliwa. Wakati uko kwenye kitanda cha ugonjwa, simama na hiyo scripture. Venye umesimama na kazi ya Mungu, naye Mungu anasimama na wewe, because you have umesimamisha scripture yake. And God is a respecter of his word. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio njia tu ya kushinda Mungu. Njia kukamata Mungu na umweke hapa kwa mfuko. Tumia scripture. Utamweka hapa. Utakuwa kimkulia hapa kama jugu kwa mfuko. Maana he is a respecter. God is a promise keeper. He will never fail you nor forsake you. Bwana Yesu asifiwe sana. Najaribu kwenda mbele haraka kidogo. Because every word, if you agree with the words, every word we agree, it's a contract. Bwana Yesu asifiwe sana. Any word that we speak out here, tuanze kuongea word, it is a contract. Whatever comes out, weakness, kusema nitashindwa is a contract. Kusema nitashida is a contract. Kusema siwezi is a contract. That is why the reason God went, akaliposikia Jeremia akisema mimi siwezi kusema, mimi ni mtoto tu, Mungu alikimbia haraka akashika nani? Jeremia mdomo. Akatoa hiyo maneno ya kusema mimi nimeshindwa, akaweka maneno yake na akamwambia kutoka leo, wherever I sent you to say, you will say. Whatever I tell you to go and say, you will say. God alitoa. When you remove your word and put God to become your word, you say words with power, because you have a contract. Everything that you say from your mouth is a contract. Kama unasema negative, itakuwa negative, is a contract. And that is why in churches kuna watu wanaitagwa rumamoga, meshene, mehemehe zinakuaga hapa, because they know wakirelease hayo maneno inakuanga contract, inajiandika. Whatever word you say, itajiandika. Whatever you say, how poor you are, how sick you are, how unfaithful, whatever you say, inaandikwa in the spiritual realm, and you become like that. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And you become like what? Like that. So, when you declare scriptures in the midnight, you make binding contracts. When you declare when you are praying, when you declare when you are midnight prayer, when you are doing any prayer, whatever prayer you are doing, you declare these words, you make a contract. You say that I'm not going to lose. I'm not going to die. I'm not going to God. I am a child of God. Then every time when you see an enemy is coming, always declare and proclaim, I am a child of God. I am a child of Christ. The blood of Christ is upon me. Whatever, and declare those words of God, they will not be able to touch you. Hawawezi. Ndio mnaonanga hamweniezagi. Si mnaonanga mmeshindwa kabisa. Halo, naongea na nyinyi. Mulienda matuko pamoja? Muliogoko? Wale wako hapa inua mkono juu. Ni kama kete. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa
No, when you say like Isaiah 54, verse 7 to 19, it says, no weapon formed against me that shall prosper. That is a declaration. That is a contract you are making with God. No weapon. I have declared. No weapon. Hakuna silaha ile yoyote ambayo inaweza kuniingia. Hakuna mipigo yoyote ile. Hakuna mipango yoyote ile wameinua ambayo inaweza kufaulu. You have made a contract with God. That word you have released, it will be covered. It will be proclaimed in heaven. Itaandikwa. Na kuandikwa ya kwamba fulani amesema no weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt not condemn. This is the heritage of the servant of Jehovah, and there is their righteousness which is of me, saith Jehovah. You have made a contract. Umefanya maagano. And that contract, God will protect it. Because God is not man that he should lie. He will protect you. He will guide you. You only need to make contracts with God. Make contracts with God. And you defeat every enemy. You defeat every plan. You defeat every demonic power against your life. And you conquer them. You win everywhere you go. You succeed. You become. And you become great. People like us are great because of knowing that. People like us, no. I'm saying people like us, because I want to make a contract to God with God that I am a great person, I am a powerful person, and nobody can touch me. Simunajaribigi. Nobody can do what? Touch me. Sema me. Sema me. Ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nothing an agreement number 3. We are number 3. Number 3 is sacrifices. The law of sacrifices. When you get to the law of sacrifices, that's you discover types of sacrifices that they offer. They offer blood sacrifices, money sacrifices, and time sacrifices. Money, blood, and time sacrifices. Those are the most important sacrifices that can be given out to destroy you. Money could be a material, could be a shamba, could be anything that has been purchased by money. That which they give. The witches, they know how to give. The witches, they don't give small things. They give a lot. The witches, they have time to go around. Wanapanga kutoka saa 3 jioni ama saa 12 jioni, saa 3 wanapanga kupika chakula wanakula, wanatoka saa 6. They know how to take, they know they plan for their time. They plan for everything, for every arrangement they plan, because they donate their time on what they believe in. But for us Christians, we don't do that because we are lazy with the time. Kanisani unakuta watu wanaingia saa ngapi? Saa 6. Ndio unaona mtu akiingia pale unashindwa, huyu mtu alikuwa anakuja wapi? Alikuwa anajua kule anaenda. You devote, kama ni Sunday, devote for God. Kama wewe ni wa Saturday, devote it for God. Kama wewe ni wa Friday, devote it for God. Look at the Muslim. The Muslim, they will close their shop just to run. Asichelewe, anakimbia kwa msikiti. Asichelewe na hizo dakika. Kama ni saa 7 kamili, akue huko, ameosha miguu, ameosha mdomo, ameosha mikono, anaenda kufanya muduru. Anasema Allahu Akbar, linaha, anafanya muduru yake, anarudi kwa kazi. Bwana Yesu, saa 11 ndio huyo. Saa 2 usiku ndio huyo. Saa 11 asubuhi aliamuka. Wewe saa hiyo ndio ulikuwa na ngorota. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you see these people, they are better than us. They are better in organization because they give time as a sacrifice. They donate their time and they believe in that time. They believe in that system. Bwana Yesu asifiwe sana. Also, they give blood. Wakati Waislamu wamefuka 40 days, wakimaliza wanachinja, wanapelekea watu maskini. They have given a sacrifice of blood. Wachawi pia they do so. Wanaroga mtu anakufa, wanaroga mtoto anakufa. They do something that connects, that will connect. Bwana Yesu asifiwe sana. They do a sacrifice that will connect. Sasa ukikuja kwa Wakristo, you tell them to sacrifice, wanasema the scripture says Jesus died for us. Na higo, na sasa hiyo unakuta anatoa jicho ije ni kama biligoli. Sasa unashindwa kama alikufa kwa sababu yetu. Alikufa kwa nini? What was the reason of Jesus dying? What was the reason? Nini wa Kristo wengi? What was the reason? Mama yetu anakuambia reason ya Yesu kukufa ilikuwa nini? So why did Jesus die? Is it because of your land? Huh? Is it because of your prosperity? No. Why did Jesus die? He died for our sins. He never died for your business. He never died for your marriage. He died for what?
for our sin. That is why he shed his blood so that we can be redeemed. Bwana Yesu, umechelewa? So that we can be redeemed. The sin. Kabiashara ni wewe ukatetee. Ndoa yako ni wewe uitetee. Ni kila kitu ni wewe uitetee. Lakini for sins you come repent, he receives you. He does not give you plot. He does not give you a car. He will not give you money. Money ni wewe utafute because amekureceive, amekupokea. Sasa you can operate on a spiritual realm that commands. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafuta ni akili yako, ndio kwa maana umewekwa akili wapi na umepatiwa. Na anasemanga nitabariki kazi ya nini? Ya mikono na uko nayo. Mungu Yesu hakukufia ati kwa sababu alikufa tutatajirika. Kama angekufa ndio tutajirike, tungeng'olewa hii mikono, tutembeage bila nini? Mikono. Lakini God said, I will bless the work of your hand. Akamwambia Joshua, mahali popote utakanyagisha nini? Miguu. Mahali popote utakanyagisha miguu patakuwa kwako. Kwa hivyo lazima uamuke uende kutafuta. Lazima uamuke uende ukanyage ndio ikue kwako. Na akamwambia mtu anaitwa Jeremiah, whatever you will say with your mouth it shall come to pass. Kwa hivyo mdomo ni ya nini? Kuprophesy. Yeah, use your mouth to prophesy. Sio kufanya mabiashara mingi. Prophesy that I am going to win. I am going to become. I am not what? I am this. I am you bless yourself. You command using your mouth. Then you use your leg to coordinate. You can command. Hiyo shamba ni yangu. Hiyo shamba ni yangu, but still seated here. It will never become yours. You must go there. Wakati tulishika mashamba ya huko Israel, tulikuwa tunaandika certificate. Inaandikwa jina hapa, certificate. Tunakata shamba ya mtu akiangalia hivi na macho. Na akileta shida tunamfinya kidogo kidogo, maana tuko kwa radi na tumedeclare hii shamba ni yetu. Nani yake ako na title kwa nyabani, anatuletea title tumwambie hiyo ni nini? Ni karatasi. That is a declaration of the government. But when you declare with your mouth, this land is mine, it comes to yours. Alafu utoe dhabihu, utoe sacrifice, unaikamata. Tulichinja mabusi, tulikuwa tunachinja mabusi hapo, tunachukua udogo, tuna mix, na msiende kufanya hivyo, ni uchawi. Tuna mix, alafu tuna declare hii ni yetu. Na inakuwa ni yetu. Tunafukuza Kiabuda dola, wote wanatoka. Na wanaenda. Juzi tu ndio tumewarudisha huko. Halo, na hivyo ndio wachawi wanafanyanga nini? Watakuja wakanyage shamba yako usiku, wanamiliki shamba. Utaenda kotini na sheria na makaratasi yako mzuri, jaji atarule against wewe. Sababu walikuja, walifanya na wakatoa dhabihu. Halo. Hivyo ndivyo mmeruhusu kesi nyingi. Hivyo ndivyo mmeruhusu biashara nyingi. Hivyo ndivyo mmeruhusu hata huduma yako umeiruhusu hivyo. Maana wale wanajua kuprotect huduma, wanajua kulinda huduma, wanajua kuitolea huduma na kuisustain na kuisimamisha. But we fail because we don't follow rules as per the Bible. Na hizo rules zote za wachawi, kuna mmoja unasikia outside the Bible? Hizo tumesoma. Kuna moja iko nje ya Biblia? Hakuna. Wachawi wanatumiaga Biblia. Watu wa devil worshiper wanatumiaga Biblia. Hata wakati shetani alikuwa anazungumza na Yesu, alisema scripture yake. Si alisema scripture ile iko kwa Biblia. Hii ya Mungu, hiyo ndiyo alikoti. Hiyo ndiyo alisema. Ati kumeandikwa, mtu wa Mungu atageuza mawe. Ilitoa kwa Biblia. Na Yesu alitoa kwa Biblia. So there is a rule ambayo Mungu ametuwekea. Kama mtu yote akiweza kuitumia, mchawi aitumie itatumika. Mganga aitumie itatumika. Mtu wa devil worship aitumie itatumika. Maana Mungu anasema in the Biblia, mule mtu anatoa sacrifice iliyo juu atasikia. Sasa angalia huyu mdhamaki, mtu anaitwa Elijah, aliprofesai wana wa Israeli wataenda vita na watashinda. Na wakaenda vita na wakaanza kushida, wakapigana, wakishida, wakachinja watu wale wa Filistina, wakawapiga. Lakini mdhamaki wa Philistine akaona ni kushida, tunashidwa. Alifanya nini? Aliendea his firstborn who was to become the king, akamchukua, akamsmash kwa ukuta, akamuua, akamtoa sacrifice. Hawa jamaa walipata nguvu nyingine hawakuwa nayo. Waliswaga watu wana wa Israeli, na kumbuka wana wa Israeli ni Mungu alikuwa amesema watashinda, lakini walitwagwa kwa nguvu ya nini? Ya sacrifice. So kwa nguvu ya sacrifice you win battles. Kwa nguvu ya sacrifice you change spiritual realms. Kwa nguvu ya sacrifice you change how people look at you. You change your business. You change how the manifestation of things happen in your life. In the power of sacrifice. Eda hapa Gekoba, utauliza mtu mwingine hapa na mjua na alikuwa Gekoba. Lakini venye alifiinywa, maana alienda kuambia watu ula kakakaka, ula papa, yana wede. Alifiinywa na wachawi. Akajikuta Jos Karuai.
Bwana Yesu asifiwe sana. Because them they give sacrifices, we don't. They know the art, they know the power of giving sacrifices. Wachawi wanajua kuzunguka usiku wakiwa uchi, that's a sacrifice. Wachawi wanajua kuchinja makuku, that's a sacrifice. Wachawi wanajua kuchinja mabuzi, that is a sacrifice. Unaenda katika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ni ya kunini? Kumaliza sini, si ya biashara. Jua jinsi ya kujishikanisha na nini? Na Abraham aliambiwa peleka mtoto wako kwa mlima, wewe ndio mtoe kama sadaka ya kuteketezwa. Abraham akachukua mtoto akapanda kwa mlima kule Moria. Alipofika kwenye mlima Moria akaambiwa na Mungu, kwenye ule mlima peleka mtoto huko. Akafikisha huko, akatengeneza madhabahu. Alipotengeneza madhabahu, kisha akamshika mtoto wake akamlaza. Akienda kumduga, Bwana akatoka mbinguni akamwambia, usijaribu kumaliza mtoto. Hapo nyuma kuna buzi, itoe sadaka. Alipoitoa sadaka, ukisoma 22 verse 17 hapo chini ya Genesis, utaona Mungu alikuja akamuita Abraham for a second time. Akamuita Abraham akaitika, akamwambia because, burudia tena, because you did not deny me your son. Shika statement. Todo donagiria mwana waku, kukuradhima ni kukuradhima. That is how prosperity is found. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukuradhima ni kwekata, kukubariki nitakubariki. Maana haukuninyima mtoto wako. Ulikuwa tayari kumumaliza kwa ajili yangu. Na mimi nitakubariki. Nitakufanya baba wa mataifa, baba wa imani. Na akafanyika baba wa imani. Na akamwambia utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni, kama ama mchanga wa baharini, utaongezeka, utakuwa mwingi. Because he gave a sacrifice, an ultimate sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. It is through sacrifices that we prosper. Biashara yako hiyo umeiweka, itolee dhabihu, itolee ubadhibu, ipeleka kwenye madhabahu, itolee dhabihu, ilinde na madhabihu. Hana wa Elikana wakati alitazaa mtoto, huyo mtoto aliposhika mimba alianza kuenda kwa madhabahu, anatoa dhabihu. Mtoto alipozaliwa kila mwaka alirudisha huyo mtoto na anamtolea dhabihu. Alilinda mtoto na dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye mtu anaitwa Solomon alikuwa already, he was a king. Alikuwa kuwa king ni nani? Kuwa king ni kwamba mambuzi zote ni zako, makondoo ni zako, kila kitu dunia mzima ni yako, because you are a king. But what happened to him? He went to God. Akajua, yes, I am a king, but there is something I need from him, wisdom. Hallelujah. Akaenda mlima Gibeoni, akachinja ng'ombe 1000. Alipochinja ng'ombe 1000, akwenda kulala. Yaani kunasemekana alichinja ng'ombe mpaka damu ikaflow kama mto. Damu ikaflow kama mto. Alipoenda kulala kwa sababu ya kuchoka, amepumzika tu hivi, Mungu akamtokelezea kwa ndoto, akamuulibia, niambie kile kitu unataka. Maana kuna kitu alifanya ikaguza Mungu, akateremka. Lazima uguze Mungu kwenye biashara yako. Lazima uguze Mungu kwenye ndoa yako. Lazima uguze Mungu kwenye kila kitu unachokifanya kupitia kwa the sacrifice. You give a sacrifice that will pull God. And when you give a sacrifice, the presence of God comes. Wanasema wakati Solomon alienda akachinja mbuzi, akachinja hizo ng'ombe, God appeared to him in a dream. Naye mtu anaitwa Abraham, wakati alichinja ng'ombe, alienda chinja mbuzi, God appeared to him. Wakati Musa alitoa sacrifice, God appeared to him. Wakati Isaka alitoa sacrifice, God appeared to him. Wakati Gideon alitofanya sacrifice, God appeared to him. And when God appears to you, he appears to you with what? With a promise. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you attract the presence of God, he comes, he appears to you. He will come with a promise. He will promise you that I will never forsake you nor leave you. He promised Abraham, utaongezeka kama nini? Mchanga ya baharini, kama nyota ndege wa angani. Akamwambia Abraham that gates za enemy za watu wako hawataweza kufaulu kwa watoto wako, utawashinda. He appeared. When God appears, na ndio unaonanga mimi nafanyanga vitu mingi hapa. Mara niko na vipofu, mara niko na watu wanatembea na chuma, mara niko na mama yatima, mara niko na mashokora, mara niko na nyinyi, mara niko na matidh matoro dakade, hata wote na waletaga pamoja, because sijui ni nini naweza fanya moja iguze Mungu. Do it. Just give. If it is giving, give. If it's helping, help. Whatever you do, do it as much. Usichoke. Give it consistently and persistently. Continue giving without even validating. Kutaka kujua itaisha ama haitaisha, endelea, because katika hiyo vitu zote kuna kitu utafanya, katafanya Mungu ateremke na atakwambia nitakuongeza kama nini? Nyota wa mbinguni.
hiyo tu. Watu, kuna watu hapa wametajirika, unasoma vijana vingine kama mtu kingine nilikutana nake kimrafiki yangu. Mimi kilikuwa kina copy kutoka kwangu shule. Kilikuwa kilimo niligiako fagia notice yakwa na nini dage kagera ginya kegera ni utoto ikaraga desk imwe tegie munegera kama ihoreria jasa hii. Nilikuwa tunamshida, alikuwa namba last always forever from form 1 mpaka form 4 alikuwa kama Mutingoe. Nilimkuta pale KICC akienda huko akasimamisha gari. Alikuwa na Range Rover ya shilingi milioni 24. Mimi nilikuwa na bahari ya cargo ya shilingi milioni 3. Sasa unafanya mahesabu. Kwao wote ni matajiri. Maroli kule kwetu Moro, wao ndio walikuwa wa kwanza kuleta FH. Familia mzima matajiri. Mang'ombe huko watu wananunuaga maziwa huko. Mang'ombe wako na ng'ombe karibu 2000 na zinazaaka kuzaa. Sisi ambao tulisoma na tulikuwa waerefu tunataka kununua maziwa kwao. Mimi karibu niingie kwa gari kago nijifiche nisione mtu ambaye nilikuwa na ana copy ya akili yangu. Sasa nashindwa alikopi akili yangu, lakini akili ya dunia. The blessings of the earth is not what you get in the school. The blessings of earth ni venye baba yako alikufungulishia milango. Zile dhabihu zilitolewa na wazazi wenu ndizo zinakufanya uendelee hapa Nairobi. Kama baba yako alikuwa stingy, alikuwa mtu hajui kupatiana, that is why you are struggling in Nairobi. Ndio maana unahangaika Nairobi. Kulikana baba yako ndiye alikutengenezea msingi, na baba yako alitengenezwa msingi na Guka, na Guka alitengenezwa msingi na baba yake, na baba yake alitengenezwa msingi na baba yake. Msingi ambao ulitengenezewa na wazazi kutoka kule ndio unakuendelesha sasa. Kama baba yenu alitengeneza msingi wa umasikini, hata uende fanya nini, hata upelekwe Delaru ukuanze kukula pesa ukimeka kwa tubo, bado umasikini itakuwa dama. Hata ukicheza, hata ukiwa na mabilioni. Unaona kuna kama mtu unasikia kati huyu ni bilionea, lakini unamwangalia hata venye anatembea ni kama anapelekwa na upepo. Maana ni kuingilia vitu za wenyewe sio zake. So what you do today will determine what your children will become. What you do today, ile kitu unafanya, anza kutengenezea watoto wako future. Watengenezee si masomo mazuri. Masomo ni mazuri kwa sababu ni vizuri ajue Kisugu na ajue mathematics, lakini vitu mali ya dunia kuna venye inafuataka barabara ya kwao. Mali ya dunia iko na barabara yao, na kama haukuwekwa kwenye hiyo barabara, hata ufanye nini hakuna kitu itakushika. Hata usome ukue profesa. Tuna maprofesa wengi wanafagia choo hapa. Kuna maprofesa wengi ni machokora. Kuna maprofesa wengi wako huko Gekoba wakiusa nguo. Ni ya mwana. Ni profesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, ukitaka kujua ni nini na kukula kwenye umasikini wako, fuata kwenu. Kama hakuna kule kwenu lineage ya utajiri, nenda ujiinulie madhabahu. Vuje ukate kitovu cha kwenu, utengeneze madhabahu yako. Enda uchukue pale kuna pegi, ushikishe hapa hivi na hapa. Naona macho imeleta shida. Ya mwisho tumalizie, tuangalie, tumesikia the power of sacrifices. Nothing moves without a sacrifice, both in God hata kwa shetani. They both give. When you do prayers and fasting, ikuwe persistent na ikuwe continuous, you make a sacrifice. Prayer and sacrifices and the fasting is a sacrifice. Prayer and the fasting is a sacrifice that you need to give always. Kuna watu lazima yani unajitolea kwa wiki, una fast kama siku 2 siku 3, you are increasing the firepower of defeating the devil. When you fast continuously, when you pray, and this is what we call number 4, persistency. Persistency in relating with God. Persistency in working in God. Ukiwa persistent katika maombi, hivi unaonanga tunaendaka milima. Mimi kila Jumatatu nakuwa kwa mlima ya Gong. Nikiomba kila Jumatatu kutoka saa 9 usiku mpaka saa 6 usiku nitakuwa kwa all my life. Nimeishi kutoka siku niliokoka. Na huko Gong, kumbuka niliwaambiaga story how I got saved in Gong. Maana siku naenda Gong kwenda kuomba, nilikuwa naenda kufanya raha huko, kukula kakitu huko na kuishi maisha mazuri, raha radani. Lakini Mungu nikiwa huko akanizungumzia, na kutoka hapo mahali alinizungumzia nilipafanya pakakuwa madhabahu. That is where I go every Monday, to go and worship God, to go and remind God of the promises. And that is why you see I'm always strong. Nisipoenda huko, naenda Mount. Tunaenda huko na tunaenda tunaabudu Mungu. Mvua inamwagika.
kila kitu inafanyika, Mungu anafanya, because there is persistence in what you are doing. Niko hapa kila Wednesday na wahubiria, niko kuhubiria, I'm also relating with my God, I'm persisting, nafanya kitu inaitwa persistency. Na ndio nawabiaga tukue na maranja hawa, sio ya Wednesday peke yake, tuingeze sasa kwa sababu ya Wednesday sasa ni kama imeanza kushika, turuke sasa tuende nini Tuesday, turuke tuende Thursday, turuke tuende Friday. We create the persistence of remaining in the presence of God. Once you create the persistence in remaining in the presence of God, the power of God will always be with you. Kila kitu ukifanya unasikia moto, wewe na mwaki, kuja hapa kulala, kuja hapa lala Tuesday, Wednesday, Mungu akikujalia Thursday, Mungu akikujalia Friday, kaa kwenye maombi, you raise the fire. The fire power yako inakuwa strong. Hata mapepo yakisikia ni huyo anapita, mapepo inapiga chochoro bili, inapotea. Kuna mtu akiingia mahali, unaona mahali pana change, maana the fire power ile iko ndani yake. Lakini ukikuwa maombi yako ni ya dakika 2, wewe hakuna shida. Mimi ukikuja kwangu kwa nyumba, niko na room ya maombi yangu design. Nilikijeka nyumba, nilikuwa najeka nikijua. Waislamu hata uende kwa airport, any airport in the world, wamejengewa mahali pa kuabudu Mungu wao. Hakuna mahali pa Mkristo, because we don't have persistence. Lakini Muislamu persistence iko. Akienda kwa gari yake ako na mkeka ile ya kwenda kupigia magoti. Akienda wapi, hata jaji alikuwa anasoma judgment, anasema tusimamishe kwanza, wacha niongee na Mungu. Anaenda kwa ofisi yake, kuna akakona ameweka nini, mkeka, hapo ndio anaabudu Mungu wako. Sasa wewe uko na mahali hamna, uko muka kwa haha, todo apostle na anointing. Apostle anointing ni yangu mimi, hata mimi natafutaga tikiti ya kwenda mbinguni. Niliwaambia mimi nimeokoka, sasa niko 10%. Ndio wamenyuaga mimi niko sasa 10% kiokoko yangu. Sasa angalia, niko na 90% ya kutafuta. Halo, naweza unafuata mtu ako na 10%, labda uko na 30. Uko mbele yako. Haleluya. Si unaona ninakuvuruta? Wake maka. Nilikuwa kwa tiketi. Yes. Mimi niko 10%. Nikiona agi karawe gana gai. Todo ni hete gai kanya kanene. Nanyita ni hete gai ke. Give your God much room. Mupatie room kubwa. Wacha kusema uko 100%. Kama uko 100% hana haja na wewe. Maana Yesu alisema nikuja kwa nani? Alikuja kwa sababu ya nani? Ambao alikuja kwa sababu ya wale wabaya, hakukuja kwa wale wazuri. Kwa hivyo kama wewe ni mzuri uko 100%, hata uita Jesus hana haja na wewe, maana he is not for you. Umeelewa? Jesus is not with you. He will only be with you if he has room for him. Create a bigger room for him. Create where jipatie 10%, hiyo 90% patia Yesu, atembee na wewe, akujenge venye unataka, anataka kukujenga. Sio venye unataka, venye yeye anataka kukujenga. Aende pole pole. Kama wewe ni Githaria, wewe muachie. Mwambie mimi kwa mwenaodharia honokete 1%. 99% ni Githaria. Upatie dia gododeke pole, akuude, aproduce ile kitu anataka. Sio ile kitu wewe unataka, ile kitu unafanya nini? Anataka. Ndio ukue mtu perfect. Maana yeye akiproduce ile kitu anataka, utakuwa perfect. Lakini kama ni wewe roda, ati ile unataka utatengeneza matope mengine hapo. Watu watakuangalia wanashangaa. Tusimame kwa miguu yetu. Always make your inner altar become holy every time. Be persistent. When ukiomba na ukifast, ukikuwa na persistence, you make your inner altar to become what? Alive. The moment you become alive, hiyo ni kitabu ya Psalms 19. Make your inner altar become alive by doing what? By mostly pray, fasting, na pamoja unakula kila siku. Make sure kila siku tunakula Holy Communion. Every time tunakula Holy Communion. It's persistency and the living according to the plan and the systems of God and the arrangements with God that wants. This will make you understand the spiritual authority. When you have the persistence, it helps you to understand the spiritual authority. When you understand the spiritual authority, you are able to command spiritual realms because you understand the spiritual authority. We fail to understand or to command because we don't understand the spiritual authority. Authority is when you say, I'm a child of God. Authority is when you command and you say, I am not going to die. Authority ni yule anasema, my business shall prosper. Unaambia watoto wako unasema, you are not going to be the tail but the head, because you know the spiritual authority. And you can only have the spiritual authority because of the persistency
in finding God and looking for God. Therefore, for you to be strong, lazima ukuwe na foundation ya maombi na foundation ya mambo mingi. Because when you have the understanding of the spiritual authority, unaondoa fear. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaondoa gossip. When you have spiritual authority, you unaondoa confusion. When you have spiritual authority, you have the power to declare and decree. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo ndizo wanajua. Wachai wanajua to declare spiritual authorities. That is why they will come and insert fear in you, gossip in you, and so many. And also they interfere with your dreams. Unaanza kuota na dreams na vitu vingine ambavyo haviwezi kusaidia. Always declare, I am a child of God. I am a child of Christ. I am born again. I am covered by the blood of Jesus Christ. Always declare this, and you become powerful. You become very strong, because that is when understanding the blood of Jesus, you understand the spiritual authority. When you understand the blood of Jesus, you understand the power that is in Christ, that he was meant to come and redeem you. Praise be the name of God. Simupigie basi Yesu makofi kidogo. Atuambia asante sana. Na kwa hivyo umepiga makoti vizuri, makofi vizuri. Ingia kwa mfuko. Maana hii nyumba mnajua tunalipa rent. Hatupelekagi kwa Mungu yetu, tunalipa rent na mchungaji anakula kidogo. Na watengeneza mshahara, mjue tunalipa rent, tunalipa stima, tunalipa maji, na pia tupo hii inahitaji kitu. Mnajua naendaga kukula pale Serena. So ukiweka sadaka unajua unaleta sadaka mnono. Mami, why are you looking at me as though I'm sinning? I'm telling you the truth. Mimi pesa yetu haiendagi mbinguni. Najua umezoea yako inaendaga mbinguni. Yetu tunakuliaga tu hapa chini kwa sababu tuko na authority. Haya. Kama umeshika sadaka yako inua juu. Kila mtu ako na bahasha. Sio lazima uweke kwa bahasha. Kwa sababu wengine sasa waetoagi wanasema wameshika bahasha, sasa ukienda kwa kikapu unakuta empty envelopes. Sasa badala ufanye hivyo, because you are sinning, unakosea zaidi. Na hakuna mtu atakuhukumu kwa sababu hauna. And also, but usikuje kanisani bila kitu, ukawe kate. Umuruto yuno badali nimeongea yangu yote, hata kikombe ya maji huwezi kununua. Au unaenda ukisema mimi tumebarikiwa. Hapana, utawe participate. Hallelujah. Kijana mimi unaniangalia hivi. I'm still a pastor. Wewe boss, toa hiki kitu, peleka hapa. Unaitwa nani? Warashi ni jina. Ya wapi? Ya mtu. Kiabu. Unaitwa Warashi. Warashi kuna jina ya Kiabu. Weka tu pale. Hiyo tutaotea tukiwa wazee. Inua sadaka yako juu niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo napokea sadaka hizi na fungu hizi la 10 na sadaka za malumbukizo na fungu za 10 zote nazipokea katika jina la Yesu Kristo. Mungu, hawa watu wametoa hizi kama zaka zao kwa ajili wakiomba uwafungulie milango na dirisha uweze kuwabariki. Sadaka hizi zikubalike, ziweze kuwa manukato, ziweze kuwa kitu cha manufaa katika maisha yao. Wakapokea baraka zao. Wamekuja wakiwa na mahitaji. Wengine ni wagonjwa, wengine wanateseka, wengine kazi zao, wengine ndoa zao, wamekuja kukuomba tu. Ndio maana wametoa zaka zao ziwe kitu shikanishi kinachowashikanisha na kuwaleta karibu na wewe. Watetee na wapiganie, washindanie kwenye vita zao. Washindanie kwenye mikono ya wachawi na waganga na warogi, wote wakaweza kusambaratika. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asanteni sadaka zenu hapa. Msena una. Yes. Rehesha. Dole. Aya. Na woka kanitha, na ngorire haria wikarite haria wikirite kofia. Wanya na niguo rutire kofia. Uguo uka nini uretigira ti Ngai. Onyonire haria warutaga kofia ndigakuri. Kana wecirie ndinakuona. Msichana, umeota aje? Ulikuwa umelala, umeota aje? Au kwa dream? Thank you God. Leteni hapa ndio niwaombe. What is this? Not a real
Jumapili tutasoma kuhusu jinsi ya kujua mchawi. How to identify a witch in your life. Leo tumeambiwa sheria zao, zile sheria wametumianga. Sasa suddenly how to identify huyo mchawi. Wednesday tuta identify as a mchawi. Nikwambie huyu anakuwa. Sasa Wednesday mkikuja come prepared. Sasa nitakutangaza nikulete hapa nikwambie characteristics za huyu ni hizi na hizi ndizo za mchawi. Characteristics za huyu na huyu ni hizi na hizi ndizo za mchawi. Because uko ni mtu againio dalile tu. Hatuwezi kufichana, tufichane hapa hapana. Nikuweke hapa watu wakujue korogo le morogi, nikenda tuteithie gogoshaje na ako doge shaje kali. Tuko niende kwa Ngai. Odio komi, odio. Baba nakushukuru, asante sana kwa mapenzi yako. Asante kwa mapenzi yako. Kwa jina lako Jehova. Na hata mafundisho ambayo umetufundisha ni ajabu. Tumeweza kukomaa leo na tumeweza kuelewa na tumeweza kuvuka kwenye upande ule mwingine wa kuelewa masheria ambazo wanazozitumia katika kueneza uganga, uchawi na urogi. Hivi Baba, tumekuja hapa kusema mbele yako. Kutoka leo tutatumika kwenye nyumba yako kama wanafunzi wazuri waliokubalika na waliokuwa katika shime yako. Tusamehe dhambi zetu kama tunavyosamehea wale waliotutendea. Tuongezee katika mamlaka yako na utuinue katika njia zako. Baba, nakuomba tu ukanishike mkono tena tunapoendelea kwenye kazi hii. Niwezeshe na unifaulishe. Kuna wale ambao ni wagonjwa. Wengine wamepatwa na stroke, wengine wamepatwa na ukimwi, wengine wamepatwa na magonjwa mbalimbali kama kansa. Wengine ni magonjwa ya kisukari, pressure. Mungu wangu, ninajua magonjwa haya yote yameletwa kwa sababu ni wachawi waliunganika, wakainua dhabihu kuleta magonjwa yale. Mungu, nakuomba tu kama uishivyo kule mbinguni, madhabihu aina yoyote yaliyotolewa na wachawi, dhabihu yoyote iliyotolewa na wachawi wa kanisa hii, dhabihu ambayo ilitolewa kinyume na mchungaji na mtumishi wako, dhabihu iliyotolewa kinyume na madhabahu haya, Mungu, na ilibasi na icancel katika jina la Yesu Kristo. Somebody say amen. God bless you. Na muende nyumbani, mimi sioni mtu. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.